Haya, ndugu zangu wapendwa wa Kikwetu TV, tuko maeneo ya Malindi Mall. Hapa ndo Coast Riders Sacco yenye tulikuwa tunawaambia ya bodaboda loans. Hii is the Coast Riders Sacco yenye inafadhili mabodaboda wote wenye wa pwani chote. Hapa ndo headquarters. So this is the office. Japo kuna tetesi ambayo imetokea ya kwamba kuna pesa imetolewa ya vijana waweze kwenda driving katika ofisi ya Minamnyazi. Walipewa vijana 60 kama sijakosea. Then baadaye kumekuwa na kizungumkuti mpaka namba imeshukishwa mpaka 5. So tukataka kujua ni nini imeendelea kupitia ofisi ya kule na ofisi ya hapa, na kwa sababu hiyo acha tuweze kuonana na chairman, tuweze kumuuliza chairman kama mipango yake ilikuwa iko vipi. Chairman, Yes. Habari yako? Nzuri. Salama. Salama. Sasa sisi ni Kikwetu TV, tumekuja tuwatembelea. Okay. Hapa nadhani ndo Coast Riders hapa kama hatuja kusema. Sawa kabisa. Kwa muktasari kidogo tu tueleze hii ofisi inahusiana na nini? Labda tumeona Coast Riders hapo na hii ni jina kubwa sana. Yeah. Okay, pengine kwa ufupi nikueleze kwamba Coast Riders Sacco hiki ni chama ambacho kinahusiana sana na mabodaboda wa Coast nzima, yani pwani nzima, na hapa Malindi ndio headquarter yetu. Kwa sasa tuko kwa hiyo ofisi, but tuko na members outside Malindi, na hapa tunawekeza na hapa tunapeana mikopo, na si ati kwa Coast Riders, kwa wanabodaboda peke yake, hata wanabiashara wengine pia wanaruhusiwa kuingia katika hii Coast Riders Sacco. Yeah. Labda kuna mambo ya kujiandikisha, labda lazima jiandikishe. Yeah, hapo huwa tunajiandikisha 500 na huwa tunafanya savings za kila siku minimum 50 bob. Ile ya chini kabisa, kwa sababu tunajua uchumi wa vijana wetu na hizi pikipiki. Labda kabla tuendelee na kuhusu Coast Riders, tumepata tetesi hapo nje ya kwamba juzi mbunge wetu wa Minamnyazi, mbunge wa Malindi constituency, aliweza kufadhili vijana 60 hapa Coast Riders waweze kuenda driving school, kwa sababu vijana wengi wanaendesha pikipiki barabarani na kufuku, lakini hawana driving license. So tuliposikia tetesi kama hizo tulifurahikia sana na tukaona ni kama mama yetu Amina Mnyazi ametukumbuka. Lakini sababu kubwa iliyofanya tukuje ni kuja kuhakikisha kama tumepata tetesi tena ya kwamba ile namba imeshukishwa mpaka ni 5. Labda bwana Chea utueleze ulianzaje mpaka kutoka 60 mpaka kafika 5. Okay, kwa kweli tuliitwa kwa mkutano kwa ofisi ya Mama Amina, tukahudhuria sisi kama viongozi wa eneo bunge la Malindi. Tulipofika pale, ajenda ilikuwa ni kwamba yule mama anataka kusaidia vijana wa bodaboda wapate license ili wasiwe wanasumbuana na maaskari kila siku, ambapo kwa sisi wana Coast Riders ilikuwa tayari hiyo tumeiweka kama mojawapo ya sheria katika hii sako yetu, kwamba wanabodaboda lazima awe na vibali vyote ambavyo vinahitajika kiserikali. So tukawa tumechukua pesa kutoka kwa akaunti yetu tukapeleka pale 25,000 ambayo hiyo ilikuwa tumelipia vijana 25 wanachama wa Coast Riders ili waanze kufanya nini, kupata ile mafunzo ya ili wapate hizo license. So bahati nzuri tulipofika pale tukaambiwa pia kulikuwa kuna mipango ya huyo mama kwamba anaweza akasaidia vijana hao akawalipia pesa nusu. Tukasema itakuwa ni sawa, kwa sababu sisi tushaanza
na itakuwa imetusaidia pamoja na wale vijana wetu. So tulikuwa enda kwa mkutano, tukapata kweli hiyo mambo iko na discuss pale, mpaka tulipomaliza kudiscuss tukaambiwa sisi kama Coast Riders Sacco, kwa sababu tunatambulika, basi maana hata kikombe cha uwekezaji na maendeleo tuko nacho sisi, tuko hapa. Kwa hiyo ofisi ndio kile pale juu. Wana kamera hajaje kutuonyesha mahali hiyo kikombe iko ili tuweze kuona. Yes, thank you very much. Asante sana. So hiyo kuonyesha kuwa sisi ndio wawekezaji bora katika hii eneo bunge la Malindi, na tumeshikilia vizuri vijana wetu, na hata katika hii sako yetu vijana wetu wako na nidhamu ya hali ya juu, hatujasikia kesi zao huko nje. So hivyo likatufanya tukasema mbunge venye ametukumbuka, tukashukuru sana. Tukaambiwa hiyo namba is about 600 people wenye atasaidia yule mama, lakini out of that 600 Coast Riders Sacco inapewa nafasi 60. So hata tukitoka pale tulitoka tukijua nafasi zetu ni 60, lakini cha ajabu jana usiku tukapigiwa na coordinator akisema kwamba zile nafasi ambazo kwa mheshimiwa amezitoa zilikuwa ni za watu wake waliomsaidia kupiga kampeni, kwa hivyo hazikuwa zinahusiana na mambo ya wasako. Kwa hivyo kwa sababu tulikuwa tumeitwa kwa hiyo meeting na tukachangia na tukatoka pale kupigiwa vijana wetu watasaidika, tumepewa nafasi 5. Sasa hiyo ikatuchanganya na mpaka sasa imetuchanganya, maana vijana hata ungefika hapa muda ya kama saa 5 saa 6, vijana walikuwa wamejaa hapa wakijisajili ili waende wapate hiyo mafunzo kutoka kwa Mama Amina. Naona sasa inatudisappoint, maana kufikia saa hii ni tuangalie mbinu mbadala yenye ambayo tutaweza kuwasaidia, manake hatuwezi kuambia kwamba sasa ule mradi umefitika na tayari wenyewe wamejitolea wamefika hapa. Labda baada ya hao kupiga simu usiku, kwanza hiyo sio official kwa sababu waliwaita mchana, lakini baada ya kupigia simu usiku, kulingana na ile tetesi ya kwamba wale vijana 100 sijui alikuwa ni makampeni wa mama, kwa miaka 2 na nusu tunaenda mara 3 maendeleo kama mama wakati uongozi hao vijana wamekuwa wakienda, lakini usiangalie hilo swala, labda tuangalie labda mlifanya follow gani na kuonyesha kwamba huyu mama amezua ama ikikana tumefuatilia kupitia ofisi cha kweli jambo hili na hilo inastahili. Okay, kufikia saa hii kuna treasurer, kwa sababu yeye ndio tuseme uko karibu sana na wale wafanyakazi wa pale, imebidi akaongea na mmoja wa pale ofisini, alikuwa na namba zake za simu, akamuuliza kwani kunaendaje, kwa sababu tulipotoka kwa mkutano tulitoka na ujumbe mwingine na sasa hivi tunasikia mambo mengine tofauti. Sasa yule bwana akamwambia hivyo ulivyosikia ni hivyo, na vile umeambiwa kwamba mheshimiwa alikuwa na watu wake tayari, ni kwamba ni sisi hatukuwa tunajua, tuliona ni mtu yoyote tu anaweza akasaidika, ndiposa tuko hapa hiyo namba tukijua mko na uwezo wa kuleta hao watu. So kufikia saa hii hatujapata access ya kufika kwa mheshimiwa tukajua ni kwa nini amefanya hivyo, kwa sababu sasa sisi kama wana Coast Riders Sacco tayari ni kama tumeona hapo kuna shida. Sijui wale wenzetu nao kama nao wamepewa watu wangapi hatujajua, but sisi
tumeona kuna shida. Uko na neno gani sahihi la kumwambia mbunge wenu Amina Mnyazi? Mimi langu ambalo naweza mwambia mheshimiwa ni kwamba ajue hawa wote ambao walikuwa wako katika hiyo system wote ni watu wake, maanake wanatoka eneo bunge la Malindi. Alafu kitu cha pili, mheshimiwa lazima ajue hawa wana bodaboda, basi hawa ndio nguzo yake. Hawa ndio wanaweza wakamuinua na hawa ndio wanaweza wakamwangusha, kwa sababu hawa ndio huwa wanafanya uchukuzi wa kila aina ya watu, na kuna vile huwa wanapeleka ujumbe kulingana na vile. So mimi ningeomba kama mheshimiwa atanisikiza ama atasikia sauti yangu, hata hawa ambao nao walikuwa wameingia katika hiyo system, atafute njia ya kuwasaidia kuliko kuwa put off. Italeta shida mbeleni, not unless pengine hatataka kusimama tena baada ya hiyo miaka 5, lakini hawa ndio watamtengenezea jina na hawa ndio watamharibia jina. Mama Amina Mnyazi, najua utaniona na utanisikia. Coast Riders Sacco, kuna kitendo ambacho kimehappen baina ya hiyo ofisi ya Coast Riders na ofisi yako. Kindly ingilia kati wakati huu ama kwa mapema zaidi, kwa sababu hii ambayo imeshtukia haijapendeza wengi. Hauwezi toa vijana 60 mpaka 5, kumaanisha 55 out. Umewa disappoint, na hao ndio vijana ambao wamekutegemea na umewategemea upande wa kura. Kwa hivyo hata kama ni kweli hiyo namba ilikuwa ni ya watu wako ambao wamefanyia campaign, kindly consider this. Chairman yako hapo, fuatilia haya maneno na uweze kuona ni jinsi gani utaweza kukutana nao kabla ya Jumamosi ile mkutano mkubwa. Labda kwa chache tu tuweze kuulizia wawili watatu hapa ambao hapo ndani, watuambie pia na wamehisi aje walipopata hizi habari. Hapa kuna receptionist hapa tuseme. Dada, habari yako? Habari yako? Nzuri kabisa. Labda utuelezee umehisi aje ulipopata hizi habari za kwamba namba imepunguzwa mpaka wameshika 5, ilikuwa ni vijana 60? Nimesikitika sana, nilikuwa very disappointed kwa sababu tulipopata hiyo taarifa tulikuwa busy kueneza kwa ujumbe kwa kwamba kuna vijana wanatekana ili wapeleke shule na mama. Sasa saa hizi hatujui tutarudi tuwaeleze nini tena, kwa sababu kumwambia mtu kwamba kuna hivi na hivi halafu tena urudi umweleze taarifa zingine tofauti, hiyo huwa inakuonyesha kwamba hauko serious kwenye kazi. Sasa hiyo taarifa haikupendeza kabisa, tulikuwa disappointed, na tafadhali tunaomba hii taarifa iangaliwe zaidi, kwa sababu vijana wako tayari na wanataka kushirikiana na sisi ili wakapate driving license, kwa sababu vijana wamechoka kusumbuliwa huko barabarani. Kila siku wanashikwa kupelekwa kituoni, pikipiki zimejazana pale polisi ambazo hazijulikani. So tusaidianeni tupeleke vijana driving ili mambo yawe sawa. Labda kuna dada mwingine hapa. Dada, habari yako? Umesema unaitwa nani? Naitwa ni Mambalazi. Tueleze, wewe ni member hapa ama umekuja kuwatembelea? Nimekuja kuwatembelea. Hizi habari za kupelekwa driving ulikuwa nazo? Nilikuwa nazo. Uko na maoni gani uliposikia kwamba namba imepunguzwa? Labda pia wewe ulikuwa umekuja ku apply alafu umesikia hauko kwenye hiyo list. Mimi nilivyosikia kuchukua namba walikuwa nafaa kwenda 60, lakini saa hii imepunguzwa mpaka wanafaa kwenda 5. Nimehisi vibaya sana. Kama nami nilivyosikia kuwa kuna watu walikuwa wanatakikana na 60, ilikuwa pia nimejihisi, kwa sababu kwenye natoka pia kuna vijana wenye wanaendesha pikipiki, lakini sasa pikipiki zao zilichukuliwa kwa sababu hawakuwa na driving license. So hiyo waangalie sana. Kuna neno gani labda kumwambia Amina Mnyazi? Mimi neno lenye naweza mwambia
ilikuwa hiyo kitu, yani ayaangalia, hata kama ni kuongeza tu, kama ni kuongeza hao watu, mi naomba tu waongeze. Asante sana. Labda tuulize, uko na neno gani la Amina Mnyazi sahi? Mi nataka kumwambia Mama Amina tumekutegemea na tungependa 2027 arudi tena. Sasa kama tutaweza kushirikiana kwa sasa, basi wakati mwingine pia tutashirikiana. Asante sana. Bwana Chairman, Yes. mnawaambiaje vijana ambao wana mapikipiki hapa nje na wamesikia leo ama walisikia kuhusu Ghost Riders? Hawa vijana kwa kweli, kiupande wangu sikuwa hii picha nimeitoa kwao na sijawaelezea kwamba tumeambiwa tupeleke watu 5. So kufikia saa hii hawajajua kama wametolewa nje. So tulikuwa tunafuatilia ili tuone kama huyo mama ataingia kati, basi iwe ndio tutaeleza, tujue kama watakuwa wametolewa, tuwapangilie kulingana vile sisi tulikuwa tumeanza kuwapangilia. But ningemuomba mheshimiwa tena kwa kumwogopa Mungu na kujali watu wake, hizi zote ni kura zake, hawa watu hawasaidii, kwa maana hawa wanategemewa kwa mambo mengi sana. Kuna wale vijana ambao hawajajisajili wako hapo nje, labda watakuwa mara ya kwanza kuona hii Ghost Riders iko na ofisi hapa ama headquarters, unawaambiaje? Hawa vijana wenye hawajajisajili, kampeni ambayo tuko nayo hapa huwa ni kwamba tunawazungukia mpaka vituoni kwao, wanakuja wanajisajili. Ndio maana kila siku hatukosi kama watu 8 5 kuingia katika Ghost Riders, kwa sababu tukiwaeleza manufaa ya hii sako wanatuelewa na wanaanza kuona ni kweli hapa maisha yetu ya mbeleni yatabadilika. Cause si kwamba wataishi katika hizi bodaboda miaka nenda miaka rudi, so watajitegemea hata mbeleni na biashara na mambo ambayo yatawasaidia hata familia zao, masomo, matibabu, malazi. Asante kwa wakati wako Bwana Chair. Okay. Tutakuja tena wakati mwingine tuweze kuzungumza na wewe tena. Karibuni sana.